Nilimwita Mheshimiwa Ali Khalil Mirza, Mheshimiwa Shafin Ahmed Ali Sumaa atafuata, Mheshimiwa Ferguson Aaron Mkingwa ajiandae. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uzima na afya wa kuweza kufanikisha shughuli yetu tuliyoipanga leo. Lakini pia kushukuru wewe kwa kutupa nafasi kwa mara ya kwanza kuweza kuchangia bajeti hii ya serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, naanza kwanza kwa kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mwongozo wake, muono wake na ujasiri wake na leo kuweza kufikia kuwa na bajeti hii iliyokuwa kubwa kuliko wakati wote. Lakini pia Mwenyekiti, nawashukuru sana mawaziri wawili Dr. Profesa Mkumbo na Balozi Hamisi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa bahati nzuri mawaziri wote nawaelewa na nimepata nafasi ya kufanya kazi nao. Kwa hivyo napenda kuwatoa wasiwasi kwamba ni watu mahiri, waadilifu, wenye miono, wana sifa nzuri walikotoka, wanaweza kusimamia mambo. Kwa hilo tusio na shaka. Mheshimiwa Mwenyekiti, mara hii tumewasilishiwa bajeti ya trilioni 62.33 ikiwa ongezeko la 10.3 kutoka na ile bajeti ya mwaka jana. Hii inamaanisha nini Mheshimiwa Mwenyekiti? Hii inamaanisha kwamba tunaelekea katika kutekeleza yale ambayo tumeyapanga, sio tu kwa mwaka huu lakini kwa dira yetu ya 2050, utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, kuzingatia maagizo yote ya viongozi wetu na ikiwemo maagizo ya Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hivyo kwa ukubwa wa bajeti hii inaonyesha kwamba Tanzania sasa tupo tayari kuendelea na kuingia katika uchumi wa kati na wakati wa juu. Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti tuliyowasilishiwa ni bajeti nzuri na ina sifa zake. Moja ni uhalisia wa kutegemea mapato ya ndani ya 74.2 tukitafsiri kwa trilioni 46.7, lakini sio tu kwa kutegemea mapato ya ndani lakini zaidi kupunguza wafadhili na grants kwa 39.1. Tumeona namna gani attitude na dunia ilivyobadilika. Kwa hivyo hivi sasa hivi tukianza kujitegemea wenyewe inaonyesha kwamba tupo tayari sasa kuendelea mbele sisi wenyewe. Lakini zaidi kuna nidhamu ya kifedha ya deni, yani deficit, iliyodhibitiwa kwa 3%. Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti hii pia imewekeza sana katika miradi ya kimkakati kwa trilioni 25 ikiwemo kilimo cha umwagiliaji, SGR, barabara, nishati safi, bandari, uwanja wa ndege. Hii miundombinu ndiyo itakayotuwezesha sisi kukuza uchumi wetu kwa namna tulivyopanga. Hivi sasa hivi tunakuwa kwa 5.7 na tunategemea tutapofika 2030 tufikia 7, lakini huko mbele kama nilivyosema mwanzo tumepanga kwamba sisi tuna uchumi wa trilioni 1, lakini bila ya kujitayarisha na bila kuinvest katika miundombinu hatutoweza kufikia kama tulivyopanga. Kwa hivyo muono wa mawaziri wetu na viongozi wetu inaonekana kwamba wao wameweza kuinterpret our true north, lakini na vipi tutaifikia. Lakini zaidi kuna 70% ya ushiriki wa sekta binafsi. Hili ni jambo ambalo nataka kusimamiwa. Huko nyuma tulikotoka hatukuwa friendly sana sekta binafsi, lakini sasa hivi tumerealize kwamba sekta binafsi ina mchango mkubwa sana katika uendelezaji wa uchumi wetu. Na zaidi pia bajeti imegusa 65% ya wananchi wa Tanzania ambao wengi wapo vijijini, kama tulivyoona kwa kupelekea miundombinu, nishati na kadhalika. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kufikia uchumi wa trilioni 1 tunahitaji pia mageuzi ya kitaasisi, kisera na pia uchumi wa kidijitali. Tunajua hivi sasa hivi dunia yote inakwenda katika digital, masuala AI na kadhalika.
Kwa hivyo lazima tuendelee huko, na kama wasemaji watangulia walosema, tunahitaji kuwa na risiti ili mapato yetu yasivuje, na tunahitaji ku account for kama vile inavyohitajika. Lakini pia lazima tufikirie ukuaji endelevu. Tuko vizuri katika kilimo, lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, lazima tusogee mbele zaidi katika uchumi wa viwanda. Viwanda ndivyo vitakavyowezesha sisi kuendelea zaidi katika uchumi wetu na kukua kwa kasi. Mheshimiwa Mwenyekiti, tukizungumzia mapato ya ndani, maana tunazungumzia ukusanyaji wa mapato. Hapa TRA inatakiwa isimame kidete katika kukusanya mapato na mfumo wa kudhibiti mapato na mfumo ambao utakaonesha wale ambao wanastahili kulipa kodi lakini hawalipi. Zaidi Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda sana kusisitiza swala la elimu. Elimu ya kulipa kodi. Wenzetu wanaanza mashuleni, na sisi lazima tuendelee kupeana elimu ya kulipa kodi, iwe taasisi za umma, iwe taasisi binafsi, iwe wananchi wa kawaida. Wakati mwingine tunaweza kukosana na watu kwa sababu ya elimu, na bila elimu hatutoweza kuendelea mbele, itakuwa kila siku tunaingia katika mikoruzano. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna kuharakisha mageuzi ya nishati na hasa gesi. Gesi imejitokeza kwamba pia ni mwokozi kwa wananchi wetu kwa ajili inapopatikana na kwa rahisi kuitumia. Lakini zaidi mwokozi mkubwa ni ule mradi mkubwa wa $42 billion ambao huo ndio utakuwa game changers. Kwa hivyo katika kuelekea kwenye uchumi wa 1 trillion tunahitaji pia kuharakiza matumizi ya gesi. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya hapo napenda kujikita katika marekebisho ya sheria. Imezungumzwa marekebisho ya sheria sura 113 ya Wizara ya Ardhi. Hapa ninapongeza sana kwa sababu 10% ya mapato yatakuwa retained kwenye wizara na 10% ya mapato yatakuwa retained katika halmashauri. Wakati Wizara ya Ardhi inawasilisha, wengi tuliona namna gani wizara ilivyozidiwa, na hapa watu wanazungumza juu kuvamiwa maeneo, kesi mbalimbali, migogoro ya ardhi. Haya mapato na kuwawezesha itasaidia sana katika swala zima la upangaji miji, swala la urasimishaji, upimaji wa ardhi na hatimaye utoaji wa hati. Hapa tutageuza migogoro kuwa opportunities. Napenda kurudia, hivi sasa hivi kuna migogoro mingi, lakini hizi challenges tutazigeuza kuwa opportunities, na hapo ndio tutaanza kuona sekta ya ardhi namna gani inachangia katika uchumi wa pato la taifa. Kwa kuendelea, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna marekebisho ya kifungu cha 69 cha BOT. Hapa Mwenyekiti, naomba serikali kwa hili ifikirie upya, kwa sababu utaratibu uliokuwa nao sasa wa kifungu hicho unasaidia sana serikali, shughuli za serikali wakati mapato au wakati watu wanachelewa kulipa. Sasa naomba wizara ifikirie juu ya marekebisho ya kifungu hichi, na ikibidi kwanza kama itaonekana hakuna ulazimu, kwa hivyo tusubiri. Jingine Mheshimiwa Mwenyekiti, marekebisho ya sheria ya VAT. Sidhani kama TRA imejipanga na ina uwezo kwa kutumia system hiyo IDRS ya kuweza kupunguza siku 30 badala ya 90. Tayari TRA tushaipa mzigo na sasa hivi nataka kuipa mzigo mwingine. Hapa Mheshimiwa Mwenyekiti, kama tuna mfumo ambao unatumika na unafanya kazi, kwa hivyo tunaweza kutizama upya kuliko kuja na mfumo ambao hatuna uhakika nao. Tulichokuwa nacho tuna uhakika nacho, je, huko tunakokwenda hatuna uhakika. Naomba Wizara ya Fedha hili litizame upya. Na mwisho, swala zima la export levy. Swala la export levy kwenye pumba za mpunga, mahindi na ngano. Kwenye mpunga na mahindi, Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono kwa sababu hapa tunaishi malighafi ya kuwa na viwanda vya chakula vya wanyama, lakini la ngano sina hakika nalo. Tusije tukajinyima fedha za kigeni bila kuongeza uzalishaji wa ndani. Baada ya mchango huo, Mheshimiwa Mwenyekiti, na support budget moja kwa moja, na nitaongeza zaidi kwa kuwasilisha kwa maandishi kwa sababu ni mchango ni mkubwa sana. Naomba kuwasilisha. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Mirza.